I can't think. Hello guys, karibuni kwenye I Can Think nyingine au episode nyingine ya I Can Think kutoka hapa PHQ Media. Na mimi ni the boy who doesn't need introduction. Kwenye I Can Think leo nimewaletea mwamba mwingine hapa, exclusive nyingine kabisa ya moto kabisa kutoka hapa PHQ Media, kwa maana mwamba mwenyewe. Kazi ipo. Karibu sana bro kwenye I Can Think ya siku ya leo. Asante sana. Unaweza kujitambulisha kwa majina ili watazamaji wetu waweze kufahamu, kama gisi tulivyosema, the new guest, our guest doesn't need introduction. Lakini kwa majina please, ili kufahamu waweze kufahamu kwa faida ya watazamaji. Mimi naitwa Jacques Chirac Mabi. Watani wangu wachaji wananiita sana SL. SL. SL ilitokana na nini? SL nilikuwa nashauria tu vijana wenzangu, hii ni kadi ambao tunanunuliwa na serikali ili utembelee treni, toge au bus. Inatakiwa uwe na SL. Vijana wakipewa hiyo hela na serikali wanaila. Sasa akishikwa na wale watu wa VACTE anapigwa faktura. Kabisa. Sasa ili kuwashauria hivyo Mr. SL. Kwa likabaki jina kwa hapa, sio? SL. Bwana, wewe ni mtu wa asili yapi kabla hatujaendelea mbali zaidi? Mimi ni mtu wa asili ya Kongo. Mimi ni mzaliwa wa Kongo, damu na maji. Kabisa. Na una muda gani hapa Sweden? Hapa Sweden kwa sasa nina muda wa miaka 4 na vigeregere hivi. Okay, miaka 4. Kwa hiyo ulifika kama 2021, 22, okay. Kitu kama hicho. Lakini situation yako ipoje hapa Sweden? Una familia? Hapa na familia. Nilikuja Afrika na mwanamke hapa, mtoto wangu. Lakini mwanamke alijichanganya katika mahesabu yake ya kujiongeza. Nikaachia, ila watoto wangu anao yeye. Kifupi mmeachana, si ndio? Kuhusu watoto imekaje? Watoto mimi nitachukua watoto tu. Serikali yenyewe imeshaniamuru inabidi tuchukue watoto. Unadhani ni rahisi kama gisi wanavyochukulia? Serikali ndio inasema. Komine ndio inasema uchukue watoto. Komine ndio imekuamuru kuchukua watoto. Na unawachukua lini watoto wako? Najua mimi mwenyewe. Ukichukua watoto unakaaje na watoto ukiwa peke yako? Ninaoa, nachukua mwanamke, nanunua nyumba, nakaa na watoto wangu. Unataka kununua nyumba? Kazi ipo. Guys, hii ni I Can Think kama tulivyowaambia ya moto kabisa, exclusive ya leo. So, Chirac, umesema wewe ni mtu wa asili ya Kongo, right? Na hii tabia ya kuchekesha kama vile kuchekesha watu na nini ilianza lini mpaka watu wanaanza kupanga majina SL sijui nini? Hiyo ni kisalikio. Mara mwisho kuna mtu nilikutana naye akasema eti wewe tena unaitwa PDD. PDD na yenyewe ilitokana na nini? Tena wananiita tena PDD. Imetokana na nini yenyewe? Sijui. Jamaa ananiita PDD. Sasa kama ananiita hii PDD na wewe si ni mwanaume kama PDD ati nao wewe ndio PDD. Hadi anahisia mimi napiga sana nje. Tuongee kitu serious kidogo. Hivi katika utani wako kutania watu na nini, kuna siku imewahi kukuletea shida? Haijawahi. Haijawahi kukuletea shida? Haijawahi. Do you think ni sawa kuendelea hivyo au unahisi kuna siku inaweza kuja kukuletea matatizo? Hapana, najua utani unaweka mipaka. Usitanie mtu mpaka kuingia kwenye maisha yake, utakosea. So una limit kwenye mitani yako, si ndio? Unafanya makusudi au ni asili yako, yani automatic? Mimi hiyo ni hali yangu, nilizaliwa hivyo. Uzaliwa? Nikifika mahali watu wote watajua Chirac amefika. Na juzi bwana, katika pitapita zangu nilikutana na mjadala kwenye group. Sitolimasha, lakini kulikuwa na ndugu yako fulani au ndugu yetu fulani mlikuwa mnapishana naye kauli kwenye group. Nikisema hivi nafikiri unaelewa ni kitu gani na tuzungumzie. Ilikuwaje? Tatizo lilikuwa nini mpaka mfikie kwanza kupiana maneno, kubadilishana na nini? Weje? Ndugu yangu sio muelewa. Ndugu yangu sio muelewa. Kwa kuwa siona kama mimi nina tabia ya uchekeshaji. Lakini siwezi vamia maisha ya mtu. Kabisa. Sasa yeye anataka aone yeye amekaa juu ya watu wote, hilo jambo ambalo haliwezekani. Mjadala ulianzia wapi hadi yeye ana hela kuzidi kila mtu? Ilikuwaje? Alisema mwenyewe anadai kwamba ana hela kuzidi kila mtu.
na atakachokisema yeye kisikilizwe. Usidi mtu mwingine kwambia iko hivyo. Hayo ni maisha yako wewe na mimi haya ni ya maisha yangu mimi. Sasa tunatupiana maneno. Jamaa anaonesha magari. Naomba wewe unaonesha magari. Hayo magari mimi siyakosi. Ninayo hayo magari. Unaona? Una magari yako wapi Shiraki? Kwa hivi ngoja, mtu atatembea na gari mkononi? Sawa? Hapana. Hapana. Unaweza kuwa umemiliki magari mamia ukatembea kwa mguu. Inawezekana? Yeah. Kwani chooni utaenda na gari? Utalala na gari kitandani? Hapana. Zitakaa kwenye parking. Sasa kama wewe unaza kwako, kaa nalo moyoni. Yeah. Ndivyo nilikuwa namkosoa. Yeye akadai kwamba nimemshambulia. Mambo yakaenda kama hivyo. Ulisema nitakunukuu kidogo. Ulisema utajiri ni ardhi sio magari. Explain kidogo au tueleze kwa nini uliongea hilo neno. Lina maana gani? Kwamba utajiri ni ardhi. Mtu kuitwa tajiri. Ni mtu huyu umoja ambaye amemiliki ardhi. Asikudanganye mtu eti mimi nina gari, mimi sijui nina hela ngapi ya akaunti. No, wanaibaga hela mtandaoni. Akaunti yako unaweza kukuta benkini imeporwa. Inatokea sana Nigeria. Yeah. Unaona? Lakini ardhi utaipeleka wapi? Hakuna. Sasa mimi nimemiliki ardhi. Na ndio kwa maana mimi niko najiita tajiri. Kazi. Mimi sijitapi kwa ajili ya gari. No, nikiamua ninunue gari leo hivi. Ni project ya miezi miwili nina gari. Sasa yeye ananiambia eti na hivi tena nataka ingiza nyingine gari, kwambia hiyo ni akili yako wewe. Ila mimi najihisi mimi ni tajiri kwa kuwa ninamiliki ardhi na kuzidi wewe. Swali nilomuuliza. Una ardhi kiasi gani? Una heka hata moja hivi ya shamba? Hana. Sasa mimi nina mahekta. Labda ana ardhi, anamiliki ardhi. Haiwezekani. Hapa duniani kuna vitu vitatu havifichamaki. Huwezi ficha hivi vitu vitatu. Cha kwanza magonjwa. Cha pili mapenzi. Cha tatu ni utajiri. Huwezi ficha utajiri. Unaona? Huwezi ficha utajiri. Utaupeleka wapi? Mimi hivi shamba nitachukua shamba niweke uvunguni? Hapana. Haiwezekani. Watu wananijua mimi. Wale wafanyakazi wangu wananipigia simu aisee, hapa chakula. Sawa? Wao kule ni watu karibia hata 100 wanafanya kazi. Na wote wanajua jina langu na kila mtu ana namba yangu ya simu. Sasa fichama wewe kama kweli unaweza kufichama. Unaona? Kabisa. Utajiri huwezi uficha. Magonjwa, mimi nina ukimwi, hata nifiche. Itawezekana tu, mimi mwenyewe nitajitokeza sasa naumwa. Sasa Shiraki, mimi sijapata sababu muhimu inayokufanya uone kwamba mtu anamiliki gari au anamiliki magari so utajiri, kwa sababu gari pia inanunuliwa kwa pesa. Ndio hivyo. Kama gisi wewe ulivyonunua ardhi yako kwa kutumia pesa, na yeye pia kwa kununua gari au kununua magari anatumia pesa. Sasa sababu ni ipi ambayo inakufanya wewe uone kwamba mtu anayenunua magari au anamiliki magari sio tajiri? Ukiangalia gari za toleo za kwanza zaidi. Kwa sasa zinauzikana hapa kwetu sijui kama ni 5000 hivi. Zile toleo za zamani sana. Hapa kwetu hivi ni 5000. Lakini ardhi mpaka sasa bei iko nazidi kwenda na panda. Kwa hii bei ambayo nimenunulia hii ardhi uwezi kuiuza kwa bei hiyo. So ni lazima ipande. Kwa sasa hata aje mtu na ng'ombe siwezi nikaambia ardhi yangu. Unaona? Sasa watoto wangu au wajukuu wangu watakuja ikuta hiyo gari, watakuta wajukuu. Mimi ni tajiri. Mimi ni tajiri. Mimi ni tajiri. Na hata kama yeye anaumia, sawa, lakini nawaambia ukweli. Mimi ni tajiri. Okay, Shiraki, hivi unadhani watu wengi wanajidanganya kwenye maisha, kujitutumua kwa vitu ambavyo havina uhalisia? Either kwa sababu anamiliki kitu fulani akajihisi kwamba yeye ni tajiri. Unahisi hiyo ipo sana kwenye jamii yetu? Mimi nilifanya hii kazi yangu ya kwanza hapa kwetu Sweden. Ilikuwa 2024. Nikafanya kazi ya Skugge. Hiyo hela yangu ndio nilinunua ardhi. Lakini ningelitaka hiyo hela niweke mfukoni, ingeingia? Si ni mshahara wangu? Ndio. Lakini niliona no. Kwa kutingana nilo neno la kwamba watu wanajichanganya. Na mimi kesho nakuwa na gari. Shiraka amekuwa na gari. Tupeleke watu msibani gari. Lakini itafikia wakati hiyo gari inaweza kagonga. Gari tende kakuletea matatizo. Gari imegonga.
Haya, na mhusika mwenye gari, mmiliki wa gari ni huyu. Gharama juu ya gharama. Nilikwepa hapo. Kwa hiyo watu wanajichanganya vitu vya ovyo ovyo, wanahisi kwamba ndio utajiri. No, utajiri sio gari. Utajiri kwa sasa ni ardhi. Hivi hapa kwetu Sweden, mimi nikitaka kununua ardhi hapa, ninaweza nikaipata kweli? Hata kwa milioni. Piga kwanza, imagine wewe si unaenda shida hapa Sweden. Sio rahisi. Sio rahisi kwa kuwa ardhi imeshamilikiwa. Yeah. Sasa wewe unakosaje kumiliki na wewe ardhi? Ili na wewe kesho waje wakute ardhi imemilikiwa. Na utajiri ni ardhi. Kazi ipo. Shiraki. Hapa kwetu Sweden kuna mgodi? Hapana. Hapa kwetu Sweden tunavuaga samaki? Wanavuaga huko maana nini? Kwenye maboti na nini? Hamna. Zote zinatoka nje. Asikudanganye mtu, zinatoka kila kitu tunakuwa hapa tunachokila hapa kinatoka nje. Yeah. Asikudanganye mtu. Unaona? Hawa samaki wa hapa wanavuliwa kwa muula. Yaani ukivua samaki mmoja hapo unaweza kumuuza hata milioni kwa kuwa hatapatikana tena. Kwa hiyo hicho sio kivuvi. Kivuvi ni kile kinavua asubuhi vinaisha. Asubuhi tena wanavua vinauzwa vinaisha. Ndio kivuvi. Ndio kinatangazwa peshe kivuvi. Yeah. Kazi ipo. I can think ya leo ni ya moto. Shiraki, kwa mfano unapata nafasi leo, unakutana na ndugu yako sehemu. Kitu gani ambacho unaweza kumwambia au kuongea naye? Shauri maybe. Naweza nikataka nimwambie afungue. Ni kitu tu kimoja. Afungue masikio yake ya nje na masikio ya kiroho. Kwamba ukifanya hayo utakuwa na uwezo wa kupokea message kutoka kwa mtu. Kabla hujajibu, unauliza kwanza moyo, ndio yale masikio ya kiroho. Huyu mtu amesema vibaya au amesema vizuri? Akisema vibaya mfate. I say, hilo mimi okay. Akisema vizuri utapongeza pale pale, unampongeza. I say, hapo sawa. Lakini wewe unasikia message, unaanza pambana na hiyo message atanki. Hiyo message ilikuwa ni ujumbe. Ni kama vile malaika. Malaika ni viumbe vya kiroho, lakini wao wanavaaga mwili wa kibinadamu. Anakujia, unakutana na mtu, anaweza kaongea na wewe, hata chakula mtakula pamoja, lakini ghafla mtu akakupotea na hutamuonaga tena. Huyo mtu vipi? Hata namba ya simu unaipigia tena haipiti. Hao watu hapo. Kwa hiyo ushauri wako pia kwa vijana ambao wana tabia kama hizo, una ushauri gani kwao ili waondokane na tabia kama hizo? Naweza nikawashauri wao wanyenyekevu. Wapole ndio watakao risi nchi. Wapole. Wao wanyenyekevu. Ukiwa kijana, ukianza kuona miemko inaanza kupanda kichwani mwako, basi jitahidi na wewe kunyenyekea. Miemko iache. Uwezi zuia mwili. Unaona? Shiraki, ukishauri vijana wao wapole. Kwa mfano wewe nikikuangalia, wewe sio mpole by the way. Wewe sio mpole. Wewe mwenyewe umechangamka kinoma. So unawezaje kuwashauri watu wao kukaa hivi asubuhi hadi jioni nao? Upole ni ule wa kunyenyekea madaraka. Yeah. Mtu akiwa anakuzidi umri, mtii, mheshimu. Na akiwa mtu pia wewe unamzidi umri, mheshimu. Ndio upole. Sio ile kukaa kimya asubuhi hadi jioni, huo sio upole. Huo ni ujinga. Ni kama vile mtu umetembelea mji, hujaelewa mji, utakaa pale station mpaka jioni. Yeah. Haujui mji, utaongea na nani? Lugha hapa Kiswahili ya Kipiti. Utaongea na nani? Utalala bado utanyeshewa na mvua. Huo sio upole, ni ujinga. Lakini kama wewe unaongea na watu vizuri, kama mimi nachekesha watu. No. Naongea na watu vizuri. Lakini mimi ni mpole, ukinishauri mimi nitakusikiliza. Kweli kabisa. Sasa kwa mfano kijana anayetaka kuanza kujitafuta hapa Sweden ili kujipata kiuchumi na nini, unaweza kumshauri afanye nini ili aweze kujikwamua kipesa? Na kitu ni kimoja tu. Kumbuka ulitoka wapi. Hilo basi. Sona Waarabu. Hizi zote supermarket wamefunga hapa na hivi tukiangalia parking nyingi ni za Waarabu. Hapa Sweden. Hapa Sweden. Lakini hawakuja nazo. Walifika hapa kama watu wakajitafuta, ile nusu kidogo waliopata wakarudisha tena kwanza nyumbani. Sasa vile ambavyo viviko kule nyumbani vikaanza kuwafata hapa.
Kwa hiyo hawa jamaa haya yote matunda. Hapa tuna shamba ya matunda hapa. Hapana. Sasa haya matunda yanatoka wapi? Apple hapa ndio tunazionaga hiki kipindi cha summer, apple tutaziona. Lakini zinapelekwa sokoni? Hapana. Zote vinatoka nje. Apple zinatoka nje. South Africa, sijui wapi. Apple hizi na haya machungwa yote, baadhi na embe zinatoka Warabuni. Imagine. Kule walifanya aje? Walikumbuka kwao. Kwa hiyo kijana anayekuja hapa kutaka kujitafuta, kumbuka ulitoka wapi. Nyumbani ni nyumbani. Yeah. Unaona? Tukikumbuka kulinda maadili yetu. Sio kama vile nchi ya Iran. Pale Iran sio kila mtu muongeaji. Wapo wale vijana wapo nasema, lakini kuhusu maadili pale Iran huwezi kuta shoga pale. Hayupo hata huyu. Lakini sisi je? Mashoga tena sisi ndio mashoga sisi. Iran huwezi kuta chawa. Machawa pale huwezi kuta chawa. Lakini sisi je? Tumejaza. Na hivi vipi vinasumbua hapo nini? Mtandao. Yeah. Unaona afu tunachukua ni utandawazi ni sio utandawazi, upumbavu. Sio utandawazi, ni upumbavu huo. Utakuwaje shoga wewe? Sio utandawazi. Ni upumbavu. Kazi ipo leo kwenye I Can Think. Unaona bwana? Na zingine nchi zimejipambania kabisa vya kutosha. Unaona? Shiraki, kuna siku moja tulikuwa kwenye msiba, nafikiri kulikuwa kuna mada zinaendelea pale. Ukaja na kauli kusema kwamba hapa kila kijana analiwa pesa. Ulikuwa unaingia kwa kibembe, sasa kila mtu amolebwa kitu kama hicho. Sasa unaweza kufafanua vizuri ulikuwa una maana gani kwenye kusema hivyo? Yeah. Kweli vijana kama unaona wamekwama zaidi sana katika kutoboa mapema. Na tuko Ulaya. Ni kitu kimoja. Hiyo mishangazi. Asikufiche mtu. Na mimi pia si kijana, na mimi pia niko miongoni mwa hao. Unaona? Wenye kuliwa au si? Kwa hiyo unajikuta kijana, unakuta kwanza mtu ana watoto 2, 3 kadhalika. Alafu huyo mtu akakuhifadhi wewe. Kadhalika wewe unajikuta pale kwa kuwa unapiga msosi vizuri, hata kama unampa 2000, 3000, 500, 200, wewe unajikuta ni hela ndogo sana, lakini hiyo 200 ungejumlisha 200 mara 10 ni ngapi? Haujafanya kitu Afrika. Sasa umechelewea wapi? Unajikuta hapo siku zako wewe ndio ziko naenda napotea. Matokeo yake hao watu wanaliwa. Sio eti kwamba nimemla sisi ndio tuko naliwa. Na huo ni ujinga. Ndio maana wale vijana waimbaga eti wajinga ndio waliwao. Sasa ukiwahi kujitambua hapo utastopisha. Kwa hiyo vijana wanaliwa pesa sana. Hivi imagine mtu yuko Ulaya miaka 8. Hana chochote. Yeye anaishia tu kusema bado natafuta kazi. Nasoma. Hivi si wanafunzi hapa si wanalipwa? Ndiyo. Mwanafunzi analipwa hapa kwetu. Ile hela ya shule unaipelekaga wapi? Swali muhimu sana. Unaona? Lakini pia nakwambia eti natafuta kazi. Ili hela tena iongezeke, azidi tena kupoteza. Kwa hiyo kifupi kila mtu hapa analiwa pesa. Sana. Asikudanganye mtu. Hata hawa wazee wote, hao wenye kuwa na wake. Wazee, sisemi si vijana, wazee. Wote utakuta ana 2, 3, 4. So wanaliwaje pesa? Mshahara utatulia mfukoni? Hapana. Na mwanamke ni duka. Uwezi ingia dukani ukatoka na kitu kwa bure. Haiwezekani, asikudanganye mtu. Ni lazima ukiingia dukani, naomba dawa ya meno. Hii dawa ya mswaki. Zinaenda. Ni 200. 200 unalipia. Hautakana mwanamke kusema sema na kuja kulala na kutoka uongo. Hata ni rais wa nchi. Akikuwa demu lako, utaingiza mkono mfukoni. Lazima. Sasa, imagine. Huyo mtu atatuliza mshahara. Na ndio kwa maana wanadai Ulaya maisha magumu. Wewe ndo mgumu. Wewe ndo unajiletea ugumu. Wewe ndo mgumu wewe. Unakubali kuliwa au si? Sasa tufanyeje ili tuondokane na hiyo tabia? Kuondokana na hiyo ni kustopisha basi. Kustopisha nini? Kuachana na masuala ya wanawake.
Mnafungua maduka ambayo yana gharama kubwa. Sasa vijana wataishije bila nini? Oa. Aha, kwa mtu akioa anaacha kuliwa. Una uwezo wa kuoa na kustopisha. Na ukakaa kimya. Ukijipanga kwa ule mwanamke unayemuoa na ukijua namna ya kukaa na mwanamke, hautatoka nje ya ndoa. Kwa hiyo vijana walooa awaliwi, si ndio? Wenye kuoa ndio wanaongoza. Sasa wewe umesema eti kuondokana na hiyo tabia ya kuliwa inatakiwa mtu aoe. Wewe ujipange namna ya kuishi na ule mwanamke wako, yule bibi yako, yule mke wako yule. Hautatoa hela nje. Kwa hiyo vijana wengi wanaliwa. Hata walooa. Mimi nakwambia hawa wazee ambao tunaita wazee. Miaka 50 kuendeleza. Wana watatu wanne michepuko. Unawajua? Na mtu na jina. No, usitajiwa. Naweza kutajia fulani. Sasa unawajuaga aje? Mnakutanaga nao au ni hiyo tu? Wao ni wanaume na mimi ni mwanaume. Na Waarabu wa Pemba wanajuana kwa nini? Kwa viremba. Mnajuanaga aje sasa? Unawajuaga aje? Mnakutanaga nao au? I say. Ni hivyo. Hakunaga siri ya mapenzi ndugu yangu, asikuficha hizi. Niongea kwenye nani yangu ya kwanza hapa, stick yangu ya kwanza, season yangu ya kwanza, kwambia eti kuna vitu vitatu havifichamaki. Pesa, mapenzi na marazi. Huwezi ficha. Fanya ufanyalo. Huwezi ficha hivi vitu. Huyu mchepuko wangu mimi. Yeye mwenyewe anakuwa anapenda mke wako asijue. Okay, hata juu. Kipindi bado unaishi na mke wako na ulikuwepo na huo mchepuko pia. Mimi hapa nilikatana na mke wangu bado na wiki 2. Sawa? Na nikampata yeye. Lakini akadai mke wako asijue. Maana tulikuwa nasoma sisi wote pamoja. Mke wako asijue. Okay. Kwa nini sasa alijua? Sababu haijifichi. Penzi ni kama kikohozi. Hivi yeye yule mwanamke wangu anajua vizuri sana wewe mchepuko wako ni fulani. Alijuaje sasa? Mimi sijaenda kumwambia na sijui nani alienda kumwambia, lakini alinipigia simu, wewe unatongozana na fulani. Ni mwanafunzi wetu na anaishi sehemu fulani. Nikashangaa. Sasa wewe unaniuliza eti unawajuaga aje? Siri nje. Na ni vitu ambavyo ni hadharani. Mapenzi hayaficha magi. Yanaomba tu heshima basi. Ya mapenzi yanaomba tu heshima. Ile heshima ikiwepo ndo kuendelea zaidi kuishi miaka mingi. Na unadhani wewe kwa upande wako maisha yako nje ya utani yakoje? Kwa mfano wewe ni mtu wa utani, watu wanakuchukulia kama mtu wa utani, unatania sana watu. Unahisi maisha yako nje ya kuwa mtani, nje ya kutumia utani, maisha yako yakoje? Watu wanakuchukuliaje kwa jinsi wanavyojua? Nje na maisha yangu ya utani. Mimi ni mtu mwenye kujiheshimu sana. Kwa maana sitakuficha, huyu mchumba wangu nilianza mtongoza 2022. Imagine mpaka sasa yeye yuko Afrika na mimi niko Ulaya. Wanakuja watu na pesa, anawakataa kwa ajili yangu. Nisingelikuwa mtu mwenye kujiheshimu, hangeenda mapema. Na hela ningezidi kuwa naliwa na kule yuko na mwanaume. Inawezekana sana kwa mwanamke. Hivi Shiraki, unapataga wapi confidence na ujasiri wa kutumia utani wako hata mbele za watu na nini? Unakuwa kuna vitu unatumia ili kutoa ile aibu na nini? Mimi nikwambia hii ni nature yangu. Nature yangu, kwa hiyo mimi nikifika mahali watu watajua hivi nilibadili shule kutoka kusoma asubuhi na kuwa nasoma jioni. Darasa linanikumbuka, linalilia. Wanauliza mwalimu, Shirake yuko wapi Shirake? Na jina wakanipa mle darasani 50-50. Kwa wewe una majina mengi. Mwalimu akiuliza, mmenisikia vizuri? Mimi nawajibu 50-50. Watu wanacheka. Nasema 50-50, yuko wapi? Kazi ipo. Huwezi muelewa mwalimu 100%. Wewe ni nani? Hapo sasa. Sasa nawaambia, mimi nimekuelewa 50-50. Watu wote wakacheka na hilo jina likabaki. Bwana Shiraki, kuna mtu anaitwa Dingo kambini.
Yeah. Ni mchekeshaji na yeye pia anachukuliwa kama mchekeshaji na nini. Unahisi nani ni mkali zaidi kwenye kuchekesha au kwenye kuichekesha jamii kati ya wewe na Dingo? Mimi siwezi lingana na Dingo hapana. Unahisi nani ambaye anachekesha zaidi kati ya wewe na Dingo? Anakuaga anatumia clip zake kwenye mitandao na nini, zinaendaga sana. Sijui Dingo ni mchekeshaji kwa kiwango chake. Ila mimi siwezi lingana na Dingo hapana. Kwa wewe unamzidi Dingo au yeye ndo anakuzidi? Sijui, lakini mimi siwezi lingana na Dingo hapana. Yeye mwenyewe anaweza akareact akasema huyu ni zaidi yangu. Unajichukulia kama wewe unamzidi, si ndio? Mimi sijui, lakini nakwambia hivi, mimi na yule hatuwezi lingana. Hata hao wachekeshaji wa Tanzania hawawezi ingia kwenye viwango vyangu. Maana wale wanatengeneza pesa, lakini mimi sitengenezi pesa, natengeneza heshima yangu. Wewe ni asili. Imekaa kwenye asili. Mimi kwenye hii group ya Mbondo Swede, yani umoja wa Bembe wote hapa Swede, si nilikuwa sipo. Watu walikuwa wananililia, yuko wapi huyu jamaa? Siku niliingia, nyinyi wenyewe ingia mtandaoni uone. Watu ambao waliongea, karibu sana, wewe umefanya vizuri. Unaona? Nimepigiwa makofi. Nilikuta Dingo mimi ndiye anayepeleka, wanasemaga kule kwetu Nyarugusu, Atela Mikoro. Dingo ndio alikuwa ile nafasi. Akatolewa, akawekwa mimi. Aise, Atela Mikoro. Yaani ikiwa lolote ile ya mgambo ile. Kutangaza mimi ndio napita kijijini asubuhi mapema mimi. Aise. Watu wote wakasema huyu ndo anafaa. Shiraki. Wakichinja mbuzi ya kijijini. Pale kijijini kwetu aise, leo kijiji kimefanya sherehe, kuna mbuzi itachinjwa. Mimi hata sipo. Nakuja kuta kichwa cha mbuzi, ile alama ya kuonyesha kama tulifanya chochote kile. Nakuta kichwa cha mbuzi ndani. Kinakusubiri tu pale. Wamechinja huko na kuna vijana wengine wa kurukara, lakini wanakuambia hichi kichwa chipelekeeni fulani. Kwa kuwa ule uchekeshaji wangu nilikuwa nautumia hata mule Mikoro mle. Unaona? Watu wanafurahi sana. Sasa utanilinganisha mimi na Dingo kivipi? Ambaye alitolewa akawekwa mimi. Kwa sababu wewe kumbe ni mimi niliachana hiyo kazi kwa kuja hapa Ulaya. Hakukuwa mpinzani wangu, hayupo hata umoja. Kambi nzima. Kijiji chetu kile cha SD. Okay. Hakukuwa mpinzani wangu, hakukuwa. Baada mimi kutoka sasa, kama ndio walitokea wengine huko nyuma hapo sasa. Sasa na kwa nini Shirake? Kwa nini hautumii mitandao kufanya uchekeshaji wako na vitu kama hivyo? Kwa sababu watu wengi wanapiga pesa kwa kutumia mitandao na nini. So uone kama hiyo kama deal kwako ikakusaidia pia hiyo ni deal kubwa ambayo niko nataka nitatengeneza baada ya kukamilisha kwanza hii kazi nilionayo. Ndugu yangu, niliponunua hiyo ardhi nilitoa hela nyingi sana. Na ikanigharimu pia, hadi sasa sijamaliza gharama. Kwa hiyo nafikiri Mungu akinisaidia nikimalizana na hii kazi ndipo sasa nitatengeneza mtandao. Na sio uchekeshaji. Mimi nitapanda na Injili. Hii Biblia mnasema Biblia hii ndio nitatumia. Sasa tuone kama kuna mchungaji atakayekuwa juu yangu mimi. Akipatikana huyu na nitatoa hela na hela hii hapa. Unaona? Kwa mtazamo wako sawa. Unaamini nini kina build utajiri? Unahisi nini ambacho kinatengeneza utajiri? Kinachodili sana na kutengeneza utajiri ni ile kujituma. Kazi ni kazi, usidharau. Cha pili, jitahidi kutengeneza, kutunza pesa. Hata kama ni hela ndogo. Hiyo ndogo hiyo ndio itakufishia kwenye kwa hela nyingi. Usidharau hela kwamba hii laki. Hii kwanza nitamaliza leo, nitapata nyingine kesho, no. Na ndio kwa maana wavuvi hawakwangi na utajiri. Maana mvuvi akivua samaki nyingi, anauza, anapata pesa nyingi, anakuambia kesho tena nikipanda majini nitaua zaidi ya hapa. Anategemea kesho. Hasa kwa mtu mwenye akili timamu wa sasa, usifanye hivyo. Kwa hiyo kwa mfano mtu anakupa nafasi ya kuchagua kati ya kumiliki ardhi au kufanya biashara, wewe unachagua nini? Ukimiliki ardhi, wewe unafanya tena biashara. Wewe unazalisha mazao pale. Haujayauza. Si biashara hiyo. Biashara mpaka uze mitumba.
Hadi uuze mitumba? Hapana. Kila kitu ni biashara, si Kila kitu ni biashara. Yeah. Ukipewa kwa mfano milioni 100 leo, unanunua nini? Ardhi au unanunua gari? Mimi nikipewa milioni 100. Kwanza naweza nikanunua ardhi. Shamba. Unaona? Hicho. Halafu hiyo milioni 100 tena isinipotee ibaki kama vile ile ya ndoto. Hapana. Ili ibaki milele na wajukuu wangu na kizazi kichacho waje waone babu yetu ndio alifanyaga hichi. Ndio. Kwa unanunua kwanza mashamba au ardhi, ndio? Yeah. Kwenye milioni 100 hiyo. Na kati ya wewe na ndugu yako nani anajeuri sana? Yeye. Kwa nini yeye anajeuri na sio wewe? Sababu na wewe pia kusamini wengine. No. Sanazungumzia kwenye masuala ya majigambo na nini. Wewe mwenyewe umejigamba pia kwamba hapendi kusamini wengine. Mimi najigamba, mimi sijigambi, ni kitu ambacho ninacho mimi. Unaona? Yeah. Ni kitu ambacho mimi ninacho. Yeah, hata na yeye anayo pia gari. Ndio maana amesema. Wewe utakuja linganisha gari na ardhi? Hiyo gari hiyo akitaka iweke sokoni leo, hatapewa zaidi ya 10,000 hapa kwetu. Haiwezi fika hata $100. Akisema auze ile gari, haitafika hata $100. Haitafika. Atauza bei ya nyanya kinitokee huko. Na kadhalika yeye mwenyewe ataenda kiacha garage pale. Biashara ni shia hapa, natafuta tena toleo la mpya. Lakini mimi ardhi yangu haitaweza kutolewa toleo la mpya. Nani shakawahi kutoa ardhi toleo la mpya? Nani? Hakuna. Imagine, mimi ni tajiri, yeye amemiliki gari. Ni kama vile mtu anasema mimi namiliki mwanamke, nina mke. Unaona? Ni kama vile mimi nasema hivi mimi sijui namiliki biashara. Akibiashara inaweza kaomba. Wewe ardhi itaenda wapi? Mimi namiliki ardhi, yeye anamiliki gari. Na ndio ambacho anaweka kipaumbele gari. Akitaka ongea gari. Wewe akili yako inafanana na gari. Ukikumbuka hata zangu audio, usisome vizuri. Nilikuwa namchibuje, namwambia hiyo akili yako hiyo ni ya gari. Shiraki, unaishi hapa Sweden, kuna mtu ambaye anaishi maisha fake. Maisha ambayo ni fake, ana fake maisha. Ya wapo. Kwa mfano nani? Hapa wanaoishi maisha fake zaidi sana. Single mother. Imekaaje? Yeah. Wanaoishi maisha fake zaidi hapa Sweden, single mother. So wanafanyaje ili ionekane kwamba ni fake? Ngoja nitafika. Na wale wateja wao. Yaani hawezi kuwa biashara ikosa mteja. Yaani wale ambao wanajiona nikiingia kwa huyu, nitalala, nitaamka, nitaenda, nitakula chakula, hao. Hao single mother. Haijalishi kwamba na mimi sitongozi, na mimi natongoza. Ni naye. Lakini ananikubali sana, anasema kwa hiyo akili yako wewe, nasikitikia mwanamke wako kukuacha. Na anajua mke wangu vizuri sana. Tena ni marafiki. Ni marafiki na mke. Sana. Kuachana kitanda. Kwa umepiga pale. Wana vikirije. Lakini namuonyesha ukweli. Angalia hapa mmefeli. Ngoja, huyo mwanamke ndio upo kwenye process ya kumuoa au? Hapana. Hapana. Mwanamke wangu mimi yupo, ambaye mimi nataka kumuoa. Nilimsomesha mpaka chuo kikuu. Nyinyi wote ni mashahidi. Hii Sweden hii walikuwa wananipiga vita. Anasomesha mwanamke, anakuliwa hela. Huyo alimaliza shule na nikamwambia stop, usitafute kazi. Tumemaliza shule, ulikuwa unasema ndoto yako ni kusoma. Umefika chuo kikuu, kingine kipi? Akipi. Tulia. Mke wako yuko wapi au huyo mwanamke ambaye unataka kumuoa? Yuko Burundi kwa sasa. Yuko Burundi? Ndio. Afrika, Burundi ni nchi fulani ya Afrika. Okay, plani yako ni ipi? Ni kumleta hapa Sweden au utamfanya? Hiyo ni ndoto yangu mimi mwenyewe. Hiyo ni ndoto yangu mimi. Najua nitakavyotembea naye. Sasa utamuoa wapi? Hapa Sweden au utaenda Afrika kuoa? Sija nakwambia mimi nitatoa hela. Unaona? Sasa kwa kwenye ambako mimi nitaishi naye ni ndoto yangu mimi mwenyewe kichwani. Anajua ni mimi na yeye basi. Anajua ni mimi na yeye basi. Kwa sisi hatutakiwa kujua au si? Najua kama watu wanababaika. Anamla hela, anamkula hela. Anaangalia mwanamke yuko Afrika na yeye yuko hapa. Hata muoa lini? Nawaambia wabembe tulieni. Bwana mimi ndio nimempenda. Na yeye amenipenda.
alijitokeza mtu kutoka South Africa. Anakuja na suti nyingi sana. Akamwona, nikajoli sana. Akamwambia aise, umekuja na hela yako lakini tayari umekuta hapa uwanja umetingwa. Jimbo limeshawaiwa. Hakuna jinsi, hapana nina hela. Baba yake naye akasimama akataka fuata ile hela. Akamwambia kama wewe baba ndio utaenda kuolewa, chukua hiyo hela. Lakini kama mimi ndio nitaolewa, acha hela ya watu iende. Shiraki Mabi. South Africa ndevu nyingi sana. Mimi huyu nipo hapa. Na akaniambia kila kitu na audio na video akanionyesha. Ona kilipitikana hapa. Akamwambia hongera sana. Mpaka sasa. Angalia mtoto mwanamke amepata nyumba yake. Alipata nyumba pale Burundi. Akauliza na bei. Akanipigia simu, nimepata nyumba hapa inauzwa hela kadhaa. Akamwambia dhibiti hiyo nyumba. Kwa hiyo hivi tariki 26 huu mwezi wa Aprili naanza kutuma hela kwa ile nyumba izibitiwe ikae pale. Ambao ni ya kwako, si yeye ndio amependa ile nyumba. Utainunua wewe, si ndio? Lakini yeye ndio ataandikwa pale. Utaandikisha jina lake. Ya jina lake. Unampenda sana kweli. Na yeye ananipenda. Kabisa. Hongera sana kwa hatua muhimu, na pia inatu inspire pia kama vijana. Na unadhani vijana hapa Sweden, kwa mfano hapa kwetu Sweden, wanakuwa wapi kwenye matumizi ya pesa? Katika matumizi ya pesa wako na tizama hivi ambavyo tuko naviona. Ongelea kwenye mic. Unaona? Hivi ambavyo tuko naviona ndivyo wanavyofocus sana. Wanashindwa kujua kesho pia ni siku. Unaona? Unapoishi fanya ya leo, lakini ujue kesho pia ni siku. Sasa anapopata pesa yeye anadili na kile ambacho kiko usoni. Lakini anashindwa kujua kama kesho pia inakujaga. Wewe imagine hiyo nyumba niko nachukua. Naweka jina lake yeye. Pesa natoa mimi, imagine. Akitoroka hiyo nyumba tadai nani? Si ndo hapo. Hii ndio swali mtu anafaa kujiuliza. Imagine nimemsomesha hadi chuo kikuu. Hadi chuo kikuu. Sawa? Imagine huyo mtu kama angepata kazi kule na kwenda kuolewa na mtu mwingine. Kule shule hivi hakunaga uchumba shule, ni si wanafunzi wewe wanazungumzana. Si ndo hapo. Sasa kama angenisaliti na hela mimi niko natoa mimi, ningedai nani? Hakuna. Kwa hiyo focus na kesho. Unaona? Hata kama unapata hela ndogo sana, hiyo ndogo hiyo ndio ya kwako. Rizika nayo sio. Hiyo ndio unafaa ujifocus nayo na ujipange kwa hiyo ndogo. Hakuna vingi ambavyo havianzi na vichache. Ili utaje 10 utaanza na ngapi? Aise. Utaanza na moja. Na moja? Sasa angalia hatua kwanza moja hadi ufikie 10. Hatua ngapi umepiga hapo? Ili ufikie 9, umechoka. Kutaja tu mdomoni, hatuseme eti hatua za maisha. Kutaja tu kwanza moja hadi 10. Utachoka hapa. Kwa hiyo moja hiyo inafaa sana. Ukitunza moja, utaweza kutunza 10. Na ndio kwa maana wananipiga vita. Walikuwa wananipiga vita, unasomesha mwanamke, atakusaliti. Sijui ana watu kule wanamtongoza na wanafanya kila kitu anavyopenda. Sema ina shida. Leo hii nyumba imepata, ngoja. Hiyo nyumba ikipatikana, mimi nitakutumia video na audio zote uzitangaze tena hapa tena studioni. Tutafanya hiyo kazi. Unaona? Sasa unakuja kunitisha mimi gari na nini? Mimi nilikuwa napiga hesabu nzito. Wewe fikiri kweli mimi nakosa hiyo gari? Imagine. Hapana, huwezi kukosa. Gari kitu kawaida. So sidhani kama unaweza kukosa gari. Na unadhani kwa mfano hapa matumizi ya mitandao kwa vijana hasa wanawake na wanaume pia, unadhani anatuharibu maadili na kimaendeleo pia? Mtandao umechangia pakubwa sana kwa kuharibu maisha ya watoto wetu na sisi watu wakubwa pia. Kuna kijana mmoja alipata msichana mtandaoni. My baby akaanza tuma hela. Unaona? Hiyo hela msichana alijenga nyumba nzuri. Alafu anamuonesha nyumba jinsi inavyopanda. Lakini matokeo yule kijana kwenda kuangalia nyumba, alikuta nyumba ya tope. Tena kwa miti, imejengwa kwa miti. Kenya pale. Mbembe. Mtu aitaka kufa na pressure. Kuna kijana mwingine mtandaoni hapa. My baby anatongoza bibi kizee
wa miaka kama 60 au 60 na. Sasa wanapigana simu waise, mimi huyu hapa na mimi huyu hapa. Kuja pressure. Unaona mtandao. Pia sisi vijana tuna focus sana na mtandao, tunashindwa kufocus na maisha yetu. Maisha yetu. Kila mtu akiona anachokituma mtu mtandaoni, akishinda kusupport na hata kama ajali kusupport, hata kama anaona kuna kaukweli ndani, anabidi atashambulia. Mshenzi nini? Sasa vipi tena jamaa? Kama hii message yangu ikuingia vizuri ipite. Sasa unatukana mshenzi vipi? Haya, angalia, ingia tu Facebook leo. Madada zetu ndio wanashinda uchi. Mtandao ndio. Mtandani. Madada zetu ndio wanashinda uchi. Sasa mtoto wako akakuomba simu yako, wewe mtoto wa miaka 13 na yeye pia alishakuwa na miemko. Akaenda kuona uchi. Hajafuata uchi? Na ndio kwa maana leo tunakuwa na zalaulika kwamba wanaume hawana nguvu za kiume. Sisi tulikuwa na nguvu za kiume kwa kuwa uchi ulikuwa haonekani. Lakini kwa sasa uchi ni normal kwa kila mtu anaona. Okay. Shirake, uone kama kuna fursa unazipitisha. Kwa mfano ukiangalia ulimwengu kwa sasa mitandao ndio inabeba vitu vingi. Watu wengi wanapiga pesa kupitia mitandao. Kwa mfano kuna wachekeshaji wenzako wengi sana wanapata pesa kupitia mitandao. Uone kama hii fursa ukiitumia na wewe pia unaweza kupata pesa kupitia uchekeshaji wako na vitu kama hivyo. Ndio. Kwa nini uitumii kama fursa kwako? Mimi ni mchekeshaji kweli ambaye nina viwango vyangu. Lakini siwezi kujichanganya. Kwa maana unajua kazi kama kazi ni jina la mtu. Ni jina la mtu. Kwa hiyo ninasubiri kwa maana bado nina kazi ambayo nilionayo mkononi ambayo nataka kwanza nimalize kisha niingie sasa mtandaoni rasmi. Na sitapanda uchekeshaji kwamba na mimi nipige kofi au niibiwe begi, maana si ndio wanafanya. Mimi ninaingia na injili kwenye uchekeshaji sasa. Na wachungaji wote watacheka na watu wote dunia nzima itacheka kwa ujumbe ambao nitaleta kwenye Biblia, yani injili. Na nitaweka na pesa, nitatenga pesa, hela hii hapa, aliye na uwezo aichukue na uje tuvunje maandiko. Kwa maana tutasoma maandiko. Sasa ongea ili uchukue hii hela, utakuwa ni uchekeshaji mzuri sana. So Shirake, unapoongea masuala ya injili na vitu kama hivyo, umewahi kufanya kazi hiyo kabla? Yaani kuwa mwinjilisti na vitu kama hivyo? Wainjilisti wengi ni wale ambao wanajulikana serikalini na wanamiliki makanisa. Ila mimi ni muumini tu wa kawaida wa dhehebu langu ambalo nikiamua niongee na mtu yeyote yule ulimwenguni, hata huyu pape ambao yuko madarakani leo, hawezi vunja hiyo injili, hawezi vunja. Kadhalika tu watasema uweni huyo mtu, kwa maana amerudisha tena ulimwengu ambako ulikotoka. Ambako mtupeleka hayo jamaa sio ulimwengu. Unaona? Sasa mimi nikiongea hiyo Biblia yangu na maandiko yangu nikiyasoma, tunarudi tena sasa asili tulipotelea wapi. Na wote wachungaji watafunga makanisa. Kwani wewe utakuwa uchekeshaji mkubwa sana. Sana. Sasa huwezi nilinganishe mimi na Dingo hapana. Kaona mimi kama ukisema Biblia hapa imebobea hapa kichwani. Imekaa sio? Imekaa vizuri sana. Huyu ndacha, huyu ambaye anakania ni huyu ndacha anapanda sana mtandaoni na anaingia kwenye mtandao wake unaitwa Biblia Nuru ya Ulimwengu. Ndacha. Huyo ndio namkania sana. Sasa ana shida gani hadi umkanie? Yes, anajidai yeye ni mchungaji na anajua Biblia. Anashambulia Waislamu sana. Haya, asubiri moto na umwakia. Kwa hiyo anachokiongeaga kina ukweli au anadanganya, anapotosha? Anaongea kwa yale ambayo yameandikwa kwenye vitabu. Lakini haongei ya kutoka kichwani mwake. Sasa si kwenye injili mtu hawezi kutumia vitu ambavyo vipo kichwani mwako. Unatakiwa kutumia vitu ambavyo vipo kwenye maandiko. Na ndo maisha ya wanafunzi. Mwanafunzi anakarririshwa. Usome hichi kitabu malize na ukikariri. Sasa lakini unapotumia sasa akili yako. Imagine mtu amesoma sana, anafanya kazi kwa bosi ambaye hakumaliza hata form 6.
Bosi hakumaliza hata form 6. Anachukua mtu wa PhD, anamweka pale. Wewe utakuwa hapa sijui katibu. Anasimamia kampuni. Yeye anakuja chukua ripoti. Na yeye ndiye anamchunguza, na yeye ndiye anampa mshahara kwa mwezi. Alafu hakumaliza hata form 6. Hakumaliza. Imagine hapo kumetumia nini? Akili. Huyo alitumia akili, huyo akatumia elimu. Kwa hiyo yeye Ndacha anachokiongea hapa ni elimu. Ndiyo aliyosomea. Kitabu fulani kinaitwa hivi, kikasema hivi, kikafanya nini? Haya, mambo kama hayo. Lakini mimi natumia akili. Kwa hiyo mimi ninaweza nikampiga swali ambayo akashindwa hata kuijibu yeye, na dunia nzima ikashindwa kujibu. So kwa sababu haitakuwa kwenye maandiko, si ndio? Haiko kwenye maandiko. Wewe unaamini mtu wa kwanza kuumbwa ni nani? Adamu. Adamu. Yeah. Adamu alizaa mtoto ndani wa kike. Unajua mtoto wa Adamu wa kike? Hakuna. Hapana, kwa sababu kwanza Biblia yako vizuri, so na wewe si Mkristo. Mtoto nani wa Adamu wa kike? Na jina lake alikuwa anaitwa nani? Hakuna, mimi najua alimzaa Kaini, then akaja kuzaa Abel, na kisha akazaa Seti. Akaja kuzaa Seti baada ya Kaini. Sasa hao wote ni wanaume, walioa nani? Ili Adamu yeye ni mtu wa kwanza duniani, alafu watoto wake wote wakawa wa kiume, tena wakazaa Seti, si ndio amezaa wakina Enoko? Sasa watoto hao walioa wakina nani na Adamu ndio mtu wa kwanza? Swali kizungumkuti. Kwa hiyo mimi siongelee Biblia, naongelea elimu nilionayo na akili yangu. Nongo mwambie Ndacha asubiri moto unamwakia. Kwa Ndacha ajipange. Ajipange. Na wachungaji wengine sio Ndacha peke yake. Na wachungaji wengine wajiandae kisaikolojia. Sweden kuna makanisa mengi kama sio mawili, 3 hivi kwa sisi diaspora, kwa Wabondo na vitu kama hivyo. Unadhani tatizo ni nini hadi kuwepo na mgawanyiko wa makanisa tofauti hapa Sweden, yani namaanisha? Kwanza kanisa ni nini? Sijui, ni kama roho, sijui. Watu wanaongeaga vitu vingi, mara roho, mara nini. Haya sio makanisa. Hii ni biashara. Hapa Sweden, kwetu Sweden, kama kweli mshaka somea sheria. Sweden ukimiliki kundi la watu zaidi ya 10, inabidi ujulikane komine na unapewa mshahara kutokana na wale watu wako. Kwa wachungaji wanapiga pesa, si ndio? Wanapewa pesa. Sasa wewe utakosaje kufanya na wewe kikundi cha watu? Na ndio wanaingiza sasa kusema kanisa, lakini ni makundi ya pesa. Wanachonga hela. Hakuna kanisa hapo. Hakuna kanisa. Na wao wote mimi nawajua. Hawa wanaseligi kwa huyu, hawa wanaseligi kwa huyu. Wote nawajua na majina sina. Mimi naishi nao hapa Stockholm. Na mimi pia niko Sweden nao. Hawatanidanganya chochote. Lakini nakwambia hapa hamna kanisa. Ndio maana nilikuuliza swali, kanisa ni nini? Unaona? Kama ingelikuwa ni kanisa, pasingekuwa mgawanyiko. Kwa maana tungejua kwanza maana ya kanisa ni nini na tunajifunza nini, ili tuwe huyu na ya kwake na huyu na ya kwake. Eti sisi ni wa Methodisti na hao ni wasijui kanisa la Neema. Uongo. Hamna ya Neema, kuna vya Methodisti hapo. Ni hela hiyo inatengenezwa. Unanielewa? Ni hela inatengenezwa hapo. Sasa Shiraki, kwa sababu hautumii mitandao na so mtu wa mitandao sana, hivi unadhani watu kwa mfano wanapokutafuta ni rahisi kukupata? Wanaponitafuta labda wapige kwa namba ya simu tutaongea. Lakini mimi sijawahi, hii ni mara yangu ya kwanza kuingia studio na kutoka. Hii ni mara yangu ya kwanza. Sasa itabidi uanze kufanya. Kwa mfano unatakiwa kufungua mitandao ya kijamii pia, uanze kutumia, kuweka clips zako, kutoa ushauri na vitu kama hivyo. Hiyo nitafungua hadi TikTok, Twitter, kila kitu nitafungua, lakini baadaye sana kidogo. Okay, jamani, huyo alikuwa ni kabla tujamaliza, ujumbe wa mwisho kwa wasikilizaji wetu wa PHK Media. Ujumbe wako? Ujumbe ni kwamba tuwe wapole katika kupokea ujumbe, ili tujitengenezee maisha yetu sisi na watoto wetu na vizazi vyetu. Kwa kuwa jina la mtu linabakiaga, lakini mtu anapoteaga, ila jina linabakiaga. Huyo anaitwa si nyinyi mnaitwa Wabembe. Alikuwa ni mtu huyu, alikuwa anaitwa jina lake Mbembe, lakini leo hayupo. Sisi tunaanza itwa Wabembe. Watoto wamebaki na lile jina. Yeye hayupo leo, ila jina libaki. Tuwe ustaarabu katika kupokea ujumbe, hata kama ni mchungu, pokea. Huo ndio ujumbe wangu, sio kupanda mtandaoni matusi, mjinga nini. Sasa hayo yametoka wapi? Tengeneza jina lako wewe kwa ajili litabaki.
Ndio hilo. Sawa sawa guys, huyo alikuwa ni Shirake Mabi aka SL kwenye mic za PHQ hapa kwenye I Can Think ya leo. Guys, tunamaliza I Can Think ya leo na tutakutana tena kwa wakati mwingine. I Can Think zipo nyingi sana zitakuja. See you. I can't think.